Katika Roma ya karne ya 3 na ya 4 baada ya Kristo, mungu wa jua Sol Invictus, jua lisiloshindwa, aliwahi kuwa mungu mkuu wa taifa. Alikuzwa hasa wakati wa dhoruba za kijeshi na mateso ya kijamii. Sol Invictus alikuwa ni mali ya kidini na kisiasa. Kulingana na kanuni za Roma, mungu jua alitunukiwa ushindi. Ishara za jua zilihusishwa na nguvu, zilihusishwa na usalama wa taifa na ushindi wa kijeshi. Wanahistoria walibaini ishara kama tau, yani leo tunasema ni T, au the cross emista, yani ile alama ya msalaba, zilitumika kama ishara za jua. Kipande kirefu cha msalaba kilikuwa kama miale ya jua, kipande kifupi kilionyesha shina la dunia. Kwa maneno mengine, msalaba wa tau au cross ambao tunautumia leo ulikuwa mnamo mfumo wa kijiografia na kidini na ishara ya uhusiano kati ya mungu wa jua pamoja na ardhi. Mfalme Konstantini alipoona yale maono ya msalaba angani, aliweka kwenye ngao za vita za maaskari wake. Wanahistoria wa Roma wanasisitiza hali hii ilikuwa ni adaptation, kwa sababu mfalme Konstantini naye pia alikuwa ni miongoni mwa wale walikuwa wakiabudu ibada za jua. Konstantini alichukua mfumo wa kidini uliokuwa na nguvu ya kisiasa ili kuimarisha jeshi lake katika mfumo wa Kikristo. Konstantini alibadili maana ya ishara ya kipagani, lakini alama yenyewe ilibaki ile ile kihistoria. Kama tunavyoona katika Ufunuo 13, 16 na 18, ishara zinapotumika kwa nguvu ya kisiasa na kidini zinaweza kuweka maana halisi ya dini. Sol Invictus alikuwa na ishara ya cross iliyomfanya kuwa mungu wa kipekee na wenye asili na mwenye nguvu ya kuhukumu. Konstantini alichukua alama hiyo hiyo kuunganisha na Yesu. Alitumia kwa ushindi wa vita na ushawishi wa kisiasa. Hii inatufundisha kuwa alama yenyewe haina usafi kiroho, maana inatoka kwenye matumizi na mtazamo wa watumiaji usiokuwa sahihi. Angalia sarafu za Roma zinaonyesha Sol Invictus na ishara ya cross. Angalia ngao na bendera za askari wa Konstantini. Angalia, linganisha na mkusanyiko wa alama katika makanisa ya karne ya 4 na karne ya 5. Fikiria usalama wa kisiasa. Ishara ya msalaba iliwekwa ili kuimarisha utawala wa Konstantini. Msalaba haukuanzishwa na Yesu wala mitume. Awali ulikuwa chombo cha mateso na ishara ya Sol Invictus, mungu wa jua. Konstantini alibadilisha maana yake akitumia ishara hiyo kuunganisha na ushindi wa kijeshi. Wanahistoria wanatufundisha kuwa alama yenyewe haikuishi kwa maana moja, ila mtazamo wa watumiaji ulibadilika na Ukristo. Tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba mambo haya kutoka katika msalaba ambao leo watu wanautumikia na kuweka makanisani, ilikuwa ni nguvu ya kijesusi, ilikuwa ni nguvu ya kibinafsi, ya kipagani iliyowekwa kama ishara ya mamlaka. Mtu aliyepinga kuiabudu au kuitumikia msalaba alikuwa anaonekana kinyume na tamaduni na taifa za Roma. Konstantini aliunganisha dini pamoja na kisiasa katika muundo huu wa kutumia msalaba. Konstantini alitumia ishara hii kuunganisha Ukristo ambao ni dini na kuunganisha na dola za Kirumi ambao ni siasa. Kwa hiyo hii alama ilikuwa si ya kumaanisha Yesu Kristo katika kipindi ikianzishwa, lakini ilikuwa ikimaanisha Sol Invictus, ilikuwa ikimaanisha jeshi, ilikuwa inamaanisha umiliki ya kifamilia ya kiasili, lakini pia ilificha aibu ya Waromani, kwa sababu Roma kipindi hicho ilikuwa na upagani nyuma yake, na msalaba ilikuwa ni chombo cha mateso. Lakini katika ibada na kukwepa maana hii, waliamua kuiweka kuwa moja kati ya ishara ya Kikristo ili kuweza kuficha ukweli kuhusu historia yake. Msalaba ukawa alama halisi iliyoonekana yenye nguvu ya kisiasa, lakini mizizi yake ya kipagani haikuonyeshwa hadharani. Kwa maneno mengine, ni alama iliyofichwa. Umma wa kawaida huwezi kuelewa asili yake binafsi. Msalaba sasa ni ishara ya umma ya Ukristo, lakini mizizi yake imechangamana na ibada ya jua Sol Invictus, miungu ya Misri na Babeli, imechangamana na chombo cha mateso cha Warumi. Watu wengi wanadhani ni alama ya wokovu, bila kujua kwa kuwa karne nyingi zilizopita alama ile ile ilihusishwa na milki, ilihusishwa na mamlaka, ilihusishwa na nguvu za dini za kipagani. Ndiyo maana baadhi ya wanahistoria na wachambuzi wa dini wanasema msalaba ni ishara iliyofichwa, ishara ya milki ya kipagani iliyobadilishwa kuwa ishara ya dini. Leo makanisani kuna misalaba,
leo rozari misalaba, leo pesa na vitu vingine vimewekwa nembo hizi, leo bendera zetu zimewekwa nembo hizi, makaburi na vitu vingine vimewekwa nembo hizi. Lakini ukweli ni kwamba hatukumbuki msalaba, isipokuwa tunakumbuka kifo cha Yesu pale msalabani. Hatukumbuki chombo cha mateso, isipokuwa tunakumbuka kiroho huduma ya Yesu na kifo chake na wokovu wake pale msalabani. Endelea kutufuatilia, kesho utakuwa na mwendelezo wa somo hili. Asante.